Wapendwa, jinsi gani Mungu alivyo wa ajabu. Leo ikiwa tunawakumbuka na kuwapongeza na kuombea wanawake wote duniani, Mama Kanisa anatupa injili ya mwanamke Msamaria, injili ambayo itatuongoza katika tafakari yetu ya leo. Basi tukiwa tunaombea wanawake wote na tukiomba neema ya Mungu, tuombe ili Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, atubariki na aweze kutupa tuweze kulipokea ili neno lake liweze kutufanya sisi tuweze kumkiri kuwa yeye ni Mungu na tuweze kumwabudu katika roho na kweli, na kuweza kubadilisha maisha yetu kama alivyobadilisha ya mwanamke huyu Msamaria. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa, leo tutafakari mambo manne. Jambo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Kutoka, jinsi ya kureact juu ya kiu yetu. Leo tunaona kuna kiu na mwongozo wetu leo huwe Kristo hawe kiu yetu kuu na maji ya kutuliza kiu yetu ya maisha. Katika somo la kwanza ambalo ni kitabu cha Kutoka, tutatafakari kuhusu jinsi gani sisi tunareact juu ya kiu yetu. Na kiu yetu hapa ni changamoto zetu, ugumu wa maisha, tunavyoreact sisi wenyewe kwa ajili yetu, kwa nafsi zetu, kwa jirani zetu na kwa Mungu tunapokutana na magumu. Jambo la pili, tutafakari kuhusu ubaguzi. Hii itatoka katika somo la Injili. Lakini swala la tatu, tutafakari kuhusu ibada ya kweli, kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana yake ni nini? Yaani minzi tunapoitwa sasa, kwa mfano wa mwanamke huyu Msamaria, tu roho zetu tumwalete watu kwa Kristo na tumpeleke Kristo kwa watu. Lakini jambo la nne, tutaangalia kwamba umuhimu wa kuwa muwazi, kujisubmit kwa Mungu, kukiri makosa yetu na kukiri mapungufu yetu na kuomba msamaha na msaada kwa Mungu, lakini pia kwa watu, ili tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Katika somo la kwanza katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 ya 3 mpaka ya 7, tunaona wana wa Israeli mbali na kufanyiwa mambo yote makubwa ya Mungu aliyowatendea, kuwatoa katika nchi ya Misri kwa mateso na mahangaiko, watoa huko kwa saidia walipokuwa na njaa, akawapa mana. Leo hii ni kawaida yao kunungunika, hawajaacha kunungunika. Leo wanamnungunikia Musa kwa kukosa maji na wanamnungunikia Mungu. Wanamuuliza, mbona umetupandisha kutoka Misri kutua sisi na watoto wetu kwa kiu? Je, sisi sio kama Waisraeli? Tunaweza tukajiuliza. Kitu cha kwanza, naomba tutembee nao mfano mmoja au msemo mmoja aliwahi kusema kwamba mwanadamu ni mwepesi wa kusahau mema, lakini mgumu wa kusahau mabaya. Au kwa namna nyingine alisema hivi, mwanadamu kwa hali ya kawaida sisi ni wepesi wa kukumbuka mabaya, lakini wagumu wa kuembrace mazuri. Ndugu zangu, kuna mwanamke mmoja tulikuwa tunaishi naye jirani. Alikuwa amesomeshwa na mume wake. Alipomaliza na kupata elimu nzuri ya kubahatika kupata kazi, akamwajiri na kumfungulia biashara. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinapita, huyo baba akawa amepata magonjwa ambayo yalimzuia yeye asiendelee na kazi zake, akawa kubaki kuwa tegemezi pale nyumbani. Lakini mwanamke naye, kwa sababu alikuwa na pesa zake kipindi kile, nikasikia mimi mwenyewe kwa masikio yangu akimtamkia, uwezi ukanilisha matembele mimi, mwanaume gani umebaki suruali tu? Nitakuacha mimi, nitaondoka, nitaenda nyumbani kwangu, baki na watoto wako, kwa sababu hata mimi na nyumbani. Na at the same time kumbe nakuja kuambiwa kumbe hata hiyo nyumba nayo jisifia kwamba ataenda nyumbani, hata wazazi wake wana nyumba, alikuwa amejengewa na mume wake. Sangu, leo ni siku ya wanawake. Leo unaweza ukakuta hata mwanamke anarumbana na mume wake, anamgombeza kwamba mwanamke, unanifanyia nini wewe, una chochote? Nitakuitaje mwanaume wakati umeshindwa kunipa pesa za kwenda picnic Serengeti na wanawake wenzangu? Lakini ukasahau yote ambaye amekutendea. Kwa hiyo ni huluka ya mwanadamu kusahau sana. Na wakati mwingine kuna wanaume, hata sisi unakuta tumefanyiwa vitu vingi na wake zetu. Watu wametufundisha jinsi ya kuvaa, jinsi ya kupendeza, afu unakuta unamwambia mke wako, mwanamke gani una sura? Na kwa hiyo kuna vitu vingine vinatufanya tusahau. Au wakati mwingine unakuta mtoto unadiriki kumwambia mzazi, hujawahi kunifanyia chochote mimi, hujanisaidia. Lakini mzazi, zawadi ya kwanza ni ya kukuzaa. Kwa hiyo mtoto yeyote yule aweza kadiriki kumlaumu mzazi kwamba hajamfanyia kitu, kwa sababu kukuzaa kwenyewe na kukuleta duniani ni zawadi ya kwanza. Kwa hiyo wapendwa, leo hawa wana wa Israeli ni kama sisi
Sisi ni watu wepesi sana wa kusahau na wepesi sana wa kulaumu. Kwa mfano, unaweza ukakuta labda wewe umesoma, umepata elimu, umeoa, umepata ajira, una afya njema, una mali. Vyote ni kwa sababu kila wakati ulikuwa unapiga magoti unamuomba Mungu anakupatia. Na wakati mwingine ulipata ajira hata kabla ya wengine, baada tu ya kumaliza shule hapo chuo umepata ajira. Lakini baada ya kukaa kwenye ndoa ndani ya miaka 5 au 10 bila kupata mtoto, unakuta unamsahau Mungu. Unakuwa mtu wa kumlaumu Mungu. Wewe unakuwa kama sasa una DVD ya maombolezo kila siku ni kwa Mungu, na aishi hapo tu. Unakuta unatoka na kuanza kwenda kwenye makanisa mengine kutafuta mtoto kwa njia zozote zile. Unaacha tu kutoka hapo, unaenda hata kwa waganga wa kienyeji, unaisaliti imani yako ya kweli. Leo tunapata mwaliko ndugu zangu wapendwa kwamba sisi tusiwe kama wana wa Israeli, watu wasio na shukrani, watu wa kusahau mapema. Sisi tunaalikwa kwamba tukumbuke kuwa maisha yetu kama Wakristo sisi ni wasafiri, na kama wasafiri, kama wana wa Israeli tunaoenda nchi ya ahadi, maisha yetu yana changamoto. Safari yetu changamoto haziepukiki, ila tuongozwe na upendo wa Mungu. Roho tuliyempokea katika ubatizo wetu na kutuimarisha, atupe bidii, atupe tumaini, atupe kukabiliana na dhoruba. Sio kwamba dhoruba zitaisha, ila kuweza kuzistahimili, kuwa watu wa shukrani katika magumu na shida, na kumtegemea Mungu katika yote. Ndicho tunachoalikwa leo na Mtume Paulo katika somo la pili kwa Warumi sura ya 5. Mtume Paulo ametuambiaje? Kwamba na tumaini alitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha miminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Ndiyo tunavyoitwa kwamba leo tumuvu kutoka katika manunguniko, tumuone Mungu katika matatizo na katika changamoto. Tutafaidikaje? Kila blessings anayotufanyia Mwenyezi Mungu tuweze kuitambua na kumshukuru, na hiyo iweze kutupa nguvu za kustahimili magumu. Sio Mungu tu, tunayofanyiwa na wengine, tuwe watu wa shukrani. Hauwezi ukamshukuru Mungu kama hujajenga utamaduni wa kuwa mtu wa shukrani kwa binadamu wenzako wanaokutendea mema, hasa wale walioko karibu yetu tunaosafiri nao. Jambo la pili, nimesema kwamba tutaongea kuhusu ubaguzi, na hapa tunahamia katika somo letu la Injili ambalo limetoka katika Yohane sura ya 4 aya ya 5 mpaka 42. Injili ndefu, hatuwezi tukasema yote, ndio maana nimetenga hivi vitu vitatu. Ubaguzi ndugu zangu ni zimwi na hatari kubwa sana inayolikumba ulimwengu leo hii, lakini haijaanza. Tunaona kwenye Injili Yesu anamkabili huyu mwanamke Msamaria, kabila lililodharauliwa sana. Labda kwa Tanzania sijui tungesemaje. Wana wa Israeli wenyewe walijiona ni VIP, wateule, watu matawi ya juu. Lakini Yesu anamwendea huyu ambaye walikuwa waruhusiwi kula nao, kuwakabilia, sio yani kuassociate nao katika kitu chochote, kwa sababu walikuwa wamedharauliwa, walikuwa ni wapagani, watu wachafu. Yesu anamfikia huyu mwanamke na kumwambia, nipe maji ninywe. Simulizi inaendelea, mwanamke anamjibu, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Kujionyesha kwamba stahili. Ndugu zangu, Bwana Yesu Kristo hapa anafanya paradigm shift, anafanya mageuzo ya kimtazamo, mageuzo ya kimsimamo, mageuzo ya standard ya viwango walivyokuwa nao wana wa Israeli kipindi kile, ambacho tunayo sisi sasa hivi. Sisi tunakabiliwa na zimu hili, na ni hatari kubwa sana ya ulimwengu wetu. Ubaguzi au matabaka ya kikanda, ukanda, vyeo, kabila, rangi, mali, elimu, lugha, jinsia na kadhalika. Atupokei mtu au kufanya naye urafiki kwa kuangalia utu wake, sura na mfano wa Mungu alivyoumbwa navyo, bali tunaangalia kile kitu alichonacho, interest zetu, tutapokea nini. Ndivyo vinavyotufanya tuwe marafiki. Lakini leo Yesu anatoka huko, hivyo vitu vyote ambavyo vimetufanya tuvali urafiki, anakuja kumsogelea huyu. Sio kwamba apate kitu, anajifanya ana kiu ili aweze kutibu kiu yake alionayo, kama tutakavyoona huyu mwanamke alikuwa na kiu gani. Tunaweza tukao tunaendelea kusema labda kwamba wazungu walitubagua sana sisi, wanatudharau kutuita Waafrika, lakini ndugu zangu, ili zimu lipo leo mpaka leo katika kazi zetu, katika shughuli zetu. Naomba nitoe mifano michache. Labda wewe ni daktari, ni nesi, ni hakimu, ni judge, ni trafiki njiani, ni afisa wa TRA. Jiulize wewe unawapokea watu gani? Unawapa kipaumbele gani watu wa kuwahudumia? Mgonjwa gani unampa nafasi ya kwanza, priority ya kwanza ya kumhudumia? Tukiwa katika mwaka wa Francisco wa Jubilei,
Tunaalikwa kwa jinsi alichokifanya Yesu kuvuka hiyo mipaka ambayo inatufanya sisi tujitenge na makundi ya watu. Francisco aliachilia utajiri wake pembeni, akajiassociate na watu wa chini kabisa, na ndio maana anasema hakuna kitu ambacho nitafurahia mimi kama kuhesabika kati ya wadogo. Na ndio maana akaenda akamkumbatia mkoma, watu ambao walikuwa wametengwa, watu ambao walikuwa wamezalauliwa, akamuonyesha upendo. Leo Kristo kitendo cha kumpata huyu na kumwomba maji, sio kwamba kuna kitu atampa, ila ni kwamba anatambua ako na shida pale ndani, amsaidie. Na sisi basi kama manesi, kama madaktari, tumwangalie, badala ya nimkimbilie yule ambaye najua kwamba ataweka kitu mezani, ataleta chakula mezani, ataniachia kitu mkononi, inabidi tumhudumie yule mgonjwa ambaye yeye aweza akajifikia, ambaye hana bima, ambaye ana uwezo wa kulipa bili vizuri. Tumhudumie kwa sababu kwanza maradhi yake yameshamtesa sana. Unakuta mtu anaweza akamhudumia mtu ambaye ana nguvu kwa sababu ana kitu anakitegemea, lakini akamwacha mtu ambaye anachechemea pale. Iwe ni sehemu ya kugawa chakula, iwe ni sehemu ya kugawa misaada, unawahudumia watu wa aina gani? Tuangalie, kama mimi ni mwalimu, kama mimi ni lecturer chuoni, unawafavor wanafunzi wa aina gani? Je, ni wale ambao unajua kwamba mwisho wa semester au mwisho wa muhula watanipa kitu, au badala yake leo Yesu anatufundisha tuwafikie wale ambao hawezi kuwa na hela za tusheni, wale ambao wanatoka kwenye maisha ya chini. Hao ndio tuwafundishe, hata kuwapa muda wetu wa pekee wa ziada katika kile ambacho wanakitamani. Leo kama mimi ni padre, kama mimi ni sister, kama mimi ni brother, baada ya misa tukitoka nje pale kusalimiana na waamini, na salimiana na watu wa aina gani? Je, ni wale waliopaki V8? Je, ni wale watu ambao wamevaa viatu virefu? Lakini kumbe hata yule muumini ambaye alikuwa anapata tu shilingi 100 ya kutoa, huyo inabidi nitengeneze urafiki. Kama naenda kutembelea jumuiya, niwe wawata, niwe katekista, niwe nani, napenda kutembelea jumuiya gani? Nitakuta labda kama mimi ni jumuiya ambapo ukanda kuna pesa sana, nikienda asubuhi nitarudi saa 6, lakini nikienda jumuiya ya maskini utakuta labda saa 4 nimesharudi nyumbani. Vyama vyetu vya kitume, kwenye kwaya, sisi tunatengeneza urafiki na watu gani? Lakini ubaguzi hauishii hapo tu. Tuangalie kwenye michango yetu. Wakati mwingine unatufanya hata tunapotaka kutenda mema tusiyatende vizuri. Unakuta labda kuna michango ya harusi, michango ya sherehe, michango ya msiba. Mimi nilifikiria ili tuweze kumuiga Kristo kwa kitu alichokifanya, matajiri wewe wa kwanza kuwachangia maskini zaidi, kwa sababu maskini wana uhitaji. Lakini badala yake unakuta tunafanya tofauti. Tajiri wanachangiana na matajiri wengine, na unakuta maskini akipata shida hatumchangii. Na tukienda kuwachangia matajiri wengine tunarusha mpaka kwenye mitandao, tunafanya sherehe zinakuwa ni kufuru, tunafanya misiba inageuka hata hakuna uombolezaji tena. Lakini basi kumbe tuangalie, labda unakuta tupo kwenye makundi. Akifiwa maskini tunatoa kiasi kidogo kidogo tu, akifiwa tajiri tunatoa kiasi kikubwa, lakini ukiangalia kwa kweli anayehitaji zaidi ni maskini na sio tajiri. Kwa hiyo leo Yesu anatupa changamoto hiyo kwamba tuwafikie wale ambao walizalaulika. Sio hilo tu, leo hii tunafundishwa pia tusimdhalau mtu yeyote, tusimdhalau, tuepukane na kitu hiki kinachoitwa dharau. Mtu utakuta anamwambia wewe hujasoma utanisaidia nini? Wewe ni maskini, mimi unaweza ukanipa nini katika maisha yangu? Sikuhitaji. Lakini kuna msemo mmoja unasema kwamba hata nyumbani kwa maskini yule ambaye ana nyumba ya makuti kuna mbugu ambayo itamsaidia tajiri wakati anavuja damu puani. Hizi mbugu, ndugu zangu, ambao wazijui, ni zile magome ya miti ambayo ilitumika kama ngozi zamani. Kwa hiyo utakuta maskini wala ambao wanaishi wanatumia vitanda vya spring labda vile vya zamani, unakuta anaiweka chini kabla hajaweka mkeka wake na hajaweka shuka lale. Hiyo mbugu ni dawa ya kutibu, ya kuchoma mtu kama anavuja dawa ama anavuja damu puani kama first aid. Lakini sasa kwa tajiri huwezi ukavikuta hivyo kwa sababu ni uchafu. Lakini kama tajiri amepata shida, lazima akija kuvuja damu aweze akakimbia hospitali, lakini akipata hiyo mbugu ikachomwa, hiyo damu itakata puani. Kwa hiyo tusimdharau mtu yoyote katika maisha kwamba aweze akatusaidia. Kwa hiyo tuepukane na dharau. Na huu ubaguzi, ndugu yangu, kwa nini nauita ugonjwa? Ndio hicho tulichokuwa tunakiita. Waliwadharau wa watu mpaka ikatengeneza uadui kati ya Waisraeli na watu wa Samaria. Na ndio maana huyu mama anamuuliza Yesu kwa nini anamkaribia, kwa sababu ilikuwa sio kitu cha kawaida, hapaswi hata kusimama naye. Mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kwamba tuepuke sana ubaguzi na matabaka, kwa sababu hii ndio imaliza ulimwengu. Akasema dharau na haya mambo ya ubaguzi huleta kitu hiki. Uanza ni kama ubaguzi, lakini aishi hapo, ileta fitina na chuki. Kutoka katika chuki huleta uadui, baada ya uadui huleta visasi, na ambavyo huleta vita ambavyo haiwezi kukoma. Jambo la tatu, ndugu zangu, leo nilitaka tutafakari hili neno la kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yesu
anatuambia leo alipokutana na huyu mwanamke, kabla hajamwambia kwamba naomba unipe maji hayo mimi ninywe nisipate kiu tena, anamwambia na anatuambia leo kwamba ninyi mnakiabudu msichokijua, lakini sisi tunamwabudu Mungu ambaye tunamjua au tukijuacho. Na anaendelea kusema kwamba kama sisi tunamwabudu Mungu ni roho, na sisi tunaomwabudu inabidi tumwabudu katika roho na kweli. Maana yake ni nini? Tunaalikwa tuwe wa Kristo kweli kweli. Tunaalikwa tuwe wa kweli tunapoishi Ukristo wetu. Tunaalikwa tufanye matendo ambayo yanafanana na Mungu mwenyewe huyu tunayemfuata. Hiyo ndo dini ya kweli ambayo tunaambiwa na Mtume Yakobo katika sura ya 1 aya ya 27. Anasema hivi, dini ya kweli ni ipi? Yakobo sura ya 1 aya ya 27 anatuambia, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Dunia ndo hii ambayo inataka kutuletea mgawaniko, inayotupa matabaka, inayotupa watu tuwazalau. Na ndo hayo sasa Yesu leo anakuja na challenge hii jamii. Anaichallenge kwa kutupa maneno ambayo yanafanana na ya Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 11, ambapo tunaambiwa kwamba hakuna Myunani tena wala Myahudi, hakuna aliyetahiriwa wala asiyetahiriwa, kwa sababu wote ni Wakristo katika yeye. Na hapa ndo tunapata picha ya ubatizo katika hili somo la injili la leo, kwamba katika roho tumebatizwa na tunamfuata Mungu katika roho na kweli. Nini sasa kinachofanyika leo tukiwa tunawakumbuka kina mama wanawake wote duniani? Tunaambiwa wanawake ni watu wakarimu, wanawake ni watu wanaojali, wanawake ni watu ambao wanasaidia. Leo huyu mwanamama pia anatuonyesha kwamba baada ya kuwa amefanyiwa tathmini na Yesu na kumfundisha katika kumwabudu Mungu, hakuishia hapo. Baada ya kumwamini kwamba wewe kweli ni Masia, aliondoka kaenda kushuhudia, akawaambia watu wake kwao kijijini, na watu wa kule mjini wakamfuata Yesu. Na tunaonyesha kwenye injili kwamba Kristo alikuja akakaa nao hawa watu ambao walikuwa wamebaguliwa na kutengwa. Kwa hiyo na sisi leo tunaitwa kuwa misionari. Tunapompokea Kristo, twende kwa watu kwa neno lake kwanza, kuwahubiria na kuambia, kuwaonyesha mambo ya Mungu aliyotutendea, na tusiishie hapo tu, tuweze kuwafanyia haya matendo, kujiassociate, kumuona Mungu katika wale ambao wanatuhitaji, tupeleke habari njema. Kwa hiyo leo wanawake wote wanaitwa kuwa mashuhuda na kujifunza kupitia kwa mama huyu. Akubaki naye tu, alienda kuwatangazia wengine Wasamaria wenzake, na wakaja na wanamfanya Yesu akae na Wasamaria. Anafanya hii paradigm, haya mageuzo ya kukaa na wale waliozalaulika. Na ndo tunachoitwa katika Kwaresima, kuwafikia wale walotengwa, wale walozalauliwa. Leo tuwapongeze wakina mama, wamekuwa ni mstari wa kwanza katika kufanya mambo ya ukarimu, mambo ya upendo na mambo ya kuwasaidia wale wasiojiweza. Swala la mwisho ndugu zangu, ili tuweze kumwabudu sasa Mungu katika roho na kweli, katika kufanya haya matendo ya kweli ya dini na kuishi ushuhuda kwa watu, kwa matendo na kwa maneno yetu, tuna jambo moja jingine la mwisho la kujifunza kwa huyu mama. Ni tunaalikwa kuwa wawazi kwa Mungu, kwa nafsi zetu sisi na kwa majirani zetu. Huyu mama alikubali ukweli. Alivyoulizwa umeolewa, alikubali kufunguka kumuonyesha Yesu ambaye ni Mungu, kwamba hata Yesu alivyomwambia hata huyo uliye naye sio mume wako, hakukataa kuanza kujitetea. Kinachotutesa katika ulimwengu wa sasa hivi sisi ni kukataa ukweli. Tufunguke kwa Mungu, tumnyenyekee, tumwendee kwa moyo wa upole na wa huruma na kuomba msamaha. Tumwachie vilema vyetu, tufunguke makando yetu, tufunguke vilema vyetu ili yeye aweze kututumia. Atatusamee, atatutakasa na atatuondoa hivi vilema vyetu, na atatubariki na kututuma ili tuweze kwenda kuwafikia watu na kuwaleta watu kwake na kuwa mashuhuda wake. Tuombee wanawake wote leo waendelee kuishi ushuhuda na kuwa mfano kama mama huyu Msamaria. Lakini wote tunaalikwa kuwa kama mama huyu Msamaria, kukubali mapungufu yetu, hata kwa ndugu zetu, kwa walimu wetu, kwa viongozi wetu. Tukiri kwamba ili siwezi, ili mimi nina kasoro, ili tuweze kurekebishwa, lakini kumwangukia Mungu pale kwenye mapungufu yetu, ili aweze kututakasa na kutupa maji ya uzima haya yatakayotufanya kuvuka hizi safari na changamoto za kimaisha za duniani, kustahimili magumu, na kisha tuende kufika kwake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo, na Bwana tubariki sote na kutujalia mema yote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.